Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu yangu Muislamu popote pale unaponitazama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tena tumekutana hapa katika kikao chetu hiki adhim kwa ajili ya kukumbushana au kufundishana baadhi ya mambo muhimu yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Pahala ukiona wewe Muislamu unamtegea mtu masikio kwa ajili ya kukufunza dini yako, kisha ukagundua anakufanyia khiana katika kukunukulia maandiko, yani anakata maneno, anaruka maneno, anakuficha vile vitu muhimu ambavyo wewe ulitakiwa uvisikie ili moyo wako uwe na maamuzi ya kufuata vipi katika misimamo inayoelezwa. Ukiona mtu huyo anakuficha hivyo, jua huyo mtu ni hatari sana, na chukua maamuzi ya kumruka kama unavoruka maradhi ya ukoma. Leo tutamuona huyu mtoto namna anavyofanya khiana hii katika vitabu vya wanavyuoni. Kivipi? Twende taratibu insha Allah taala. Tumsikize huyu mtoto alafu tuingie katika maudhui yetu. Faida nyingine iko mbeleni hapa kuhusu kule kucheka kwa Mtume. Alipocheka Mtume, na hadithi inasema kule kucheka kwake ni kwa kumsadikisha. Kabla hatujamsikiza mpaka anapokwenda, hebu naomba tuingie katika kitabu mara moja tuone namna gani haya maelezo tutayafahamu. Tusikilizane vizuri sana. Hadithi hii naisoma hapa halafu turudi katika maelezo haraka. Hadithi hii ni riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Inasema alikuja mwanachuoni miongoni mwa wanavyuoni wa Kiyahudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ewe Muhammad, we hakika sisi tunakuta, yani katika Taurati tukisoma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mbingu kwenye kidole chake siku ya kiyama, na ardhi ataweka kwenye kidole chengine, na miti ataweka kwenye kidole chengine, na maji na mchanga ataweka kwenye kidole chengine, na viumbe vyake vyote vilivyobakia ataweka katika kidole chengine. Basi atasema Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ndiye mfalme wa kweli kweli, mimi ndiye mfalme. Alipoyasema maneno haya, yule mwanachuoni wa Kiyahudi Mtume akacheka sallallahu alayhi wasallama mpaka yakadhihiri kuonekana meno yake ya mwisho, huku meno ya magego, na amecheka hivyo kwa ajili ya kusadikisha ile kauli ya yule mwanachuoni wa Kiyahudi, kwa ajili ya kuikubali na kuisupport. Akacheka Mtume. Asema kisha Mtume SAW akasoma aya hii kwamba hawa washirikina hawakumheshimu Allah haki ya kumheshimu kwake, na ardhi pamoja, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama, na ardhi yote kwa ujumla wake itakuwa ni katika qabdhi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wasamawatu, na mbingu zote, matwiyatun biyaminihi, takunjwa kwa mkono wake wa kulia, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na ametukuka kutokana na vile wanavyomshirikisha ambavyo havina uwezo wa kufanya lolote. Nadhani tumeisikia hadithi. Uweka akili yako hapa kwenye haya maneno na yatia rangi ya kijani. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama tasdiqan liqawli al-habri. Haya maneno niliyotia rangi ya kijani. Haya, nadhani sasa hivi yanaonekana vizuri hapa. Tayib, turudi sasa tumsikilize huyu mtoto. Anasema hivi. Faida nyingine iko mbeleni hapa kuhusu kule kucheka kwa Mtume. Alipocheka Mtume, na hadithi inasema kule kucheka kwake ni kwa kumsadikisha. Anasema Imam Nawawi kaeka maelezo ya wanachuoni hapa. Dhahirul hadithi anna an-nabiyya saddaqa al-habra, kwamba nabii Mtume alimsadikisha yule mwanachuoni wa Kiyahudi katika kauli yake ile, inna Allah ta'ala yumsiku as-samawati, mpaka mwisho. Anasema qala al-qadhi, amesema mwanachuoni al-qadhi rahimahullah, wa qala ba'd al-mutakallimin, na amesema baadhi ya wanachuoni wenye kuleta ta'wil, laisa dhahikuhu wa ta'ajjubuhu wa tilawatuhu al-ayata
tasdiqan lilhabri au tasdiqan lilhibri. Mtume kule kucheka kwake si kwamba ndo alimsadikisha, alimkubalia yule Myahudi, bal huwa raddu liqawlihi, bali alimkatalia ile maneno yake. Wa inkarun wa ta'ajjubun min su'i i'tiqadihi, na alishangaa na kupinga ile itikadi yake mbaya. Fa inna madhhab al-yahudi at-tajsimu, kwani hakika madhehebu ya Kiyahudi ni kumpa Allah kiwiliwili. Fafuhima minhu dhalika, kwa hiyo pakafahamika kwamba kule mtume kusoma ile aya si kwamba alimsupport yule Myahudi, alimpinga, na kule kucheka kwake na kushangaa kwake ni kwa kumpinga, si kwamba alimkubalia. Wa kauluhu, na kauli yake msimuliaji wa hadithi aliposema ndani ya hadithi tasdiqan lahu, kwa sababu kwenye hadithi kuna maneno yanasema mtume alicheka tasdiqan lahu, kwa kumsadikisha. Haya maneno tasdiqan lahu inma huwa min kalami rawi, haya ni maneno ya mpokezi wa hadithi, haya ni maneno ya mpokezi wa hadithi, hayako katika asli mtume alicheka akasoma ile aya. Tayeb, nimeyaweka haya maneno kwa urefu wake hivi ili uyasikie vizuri mpaka mwisho alipomalizia, halafu nikianza kujibu katika nukta zangu kuu 3 uwe unanielewa na jibu nini. Nimeweka kwa urefu maksudi hivi uyasikie. Ameyasoma yote mpaka alipofikia kwa mujibu wa video yake ilivyo. Sasa hapa pana nukta 3 za msingi sana ambazo wewe unatakiwa uzifahamu. Nukta ya kwanza ni kujibu maneno ya Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala kupitia vitabu vya wanawavyuoni. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kufafanua hiki kipengele cha utata kwamba haya maneno kwamba mtume alicheka kwa ajili ya kumsadikisha na kumsapoti yule Myahudi, maneno haya ni yake mwenyewe msimuliaji wa hadithi, sio kwamba mtume ndo kasema hivyo. Kasema msimuliaji wa hadithi. Tujadili hapa, kwani akisema msimuliaji wa hadithi huwa nini? Tunajadili. Jambo la 3 ndo kwenye kiini cha mazungumzo yangu ya leo, khiana anayoifanya huyu mtoto kwa waumini wake wanaomsikiliza, kuwaficha, kuyaruka maneno ya Imam an-Nawawi ambayo ndo angelikuwa amemmaliza moja kwa moja kuhusiana na hii kesi ya maneno ya Al-Qadhi Iyadh. Kivipi? Njoo taratibu. Kitabu anachokisoma huyu mtoto hapa ni kitabu hiki unachokiona hapa ambacho kinaitwa Al-Minhaj Sharh ya Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Hiki hapa unachokiona ndio kitabu cha Sahih Muslim. Ameyasoma hayo maelezo. Mimi nataka kuanza kujibu kwenye nukta hii. Anasema Al-Qadhi Iyadh, wa qawluhu tasdiqan lahu, aliposema mtume amecheka kwa ajili ya kumswadikisha yule Myahudi, anasema maneno hayo bwana, inma huwa min kalami rawi, hayo ni maneno ya mpokezi tu ya hadithi yule, ala mafuhima, kama vile ilivyofahamika katika hiyo hadithi. Si maneno kwamba mtume ndo kasema mwenyewe mennacheka kwa ajili ya kumsapoti huyu. Kwa hiyo maana yake hapa tusiatilie umaanani sana maneno ya kwamba mtume kacheka kwa ajili ya kumsadikisha. Ni maneno tu ya mpokezi wa hadithi, tusiatilie maanani. Pointi ya msingi na ianza kwenye maneno ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad amewahi kusikilikana akisema, na hiki kitabu nilichokisoma hapa ni Al-Jami' li ulumi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Anasimulia Hanbal, anasema Hanbal katika eneo jingine, asema Imam Ahmad amesema, fahuwa sami'un basirun bila haddin wala taqdir, Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona bila ya mpaka wala kiwango. Siweke kiwango, Allah anasikia, hana mfano. Wala yablughu alwasifuna sifatahu, wala wale wenye kumsifu Mungu hawawezi kuzifikia sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifatuhu minhu, na sifa zake Allah zatokana na yeye mwenyewe, si kwamba eti zimeumbwa. Sifa ya Mungu ni yake mwenyewe, asili yake. Walahu, na ni yake anastahiki yeye, yani yatokana kwake, na ni yake anayostahiki yeye, kwa maana ni yake peke yake. Hakuna mwenye sifa kama ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Maneno muhimu ni yatakayo hapa, wala nataadda alqur'ana walhaditha, wala sisi hatukiuki Qur'ani na hadithi. Fanaqulu kama qala, tunasema kama alivyosema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, na kama ilivyokuja hadithi kwenye sifa za Mungu hatuvuki. Wanasifuhu kama wasafa nafsahu, tunamsifu Allah kama alivyojisifu mwenyewe nafsi yake ta'ala. Wala nataadda dhalika, wala hatukiuki hapo.
Ukiuelewa huu msingi kwamba kwenye sifa za Mwenyezi Mungu sisi hatukiuki masala, hatuwezi kuacha hadithi tukashike maneno ya watu wengine. Sasa hapa maneno ya watu wengine ni yepi na maneno yaliyokuja kwenye hadithi ni yepi, ili mimi na wewe tuamue maamuzi ya kushika hadithi. Tuje kwenye kitabu Al-Minhaj, sharh ya Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Maneno anayoyazungumza Al-Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh anasema hivi: waqala ba'dhul mutakallimina, wamesema baadhi ya wanavyuoni wa falsafa na wanavyuoni wa kalam, baadhi ya watu wamesema nini? Laisa dhahikuhu sallallahu alaihi wasallam wa ta'ajjubuhu wa tilawatuhu lilayati, kule mtume kucheka na kule mtume kustaajabu na kule kuisoma ile aya haimaanishi tasdiqan lilhabri, kumswadikisha yule mwanachuoni. Maneno haya wanasema ahlul kalami, mtume hajacheka ili amsapoti, wamesema hivyo wao. Good. Lakini hadithi yenyewe aliyesimulia ni sahaba wa mtume Abdullah ibn Mas'ud. Anasema fadhahika nabiyu, mtume akacheka, hatta badat nawajidhuhu, mpaka yakaonekana meno yake ya mwisho. Lengo ni nini? Mtume acheke kwa furaha hivyo? Na mtume alikuwa hacheki ovyo kama vitabu vya sera vinavyosema. Mtume kacheka hivyo tasdiqan lilhabri. Watu wote wanaojua lugha ya Kiarabu aje mtu apinge hapa kwamba tasdiqan ni mafuulun li ajlihi, amecheka kwa ajili ya kusapoti, kwa ajili ya kukubali, kusadikisha ile kauli ya yule, liqauli alhabri, ile kauli ya yule mwanachuoni. Kwa hivyo sahaba wa mtume Abdullah ibn Mas'ud ndani ya hii hadithi, ndani ya riwaya anasema sisi tuna mtume kacheka kwa ajili ya kusupport. Qadhi Iyadh anakuja anasema wamesema baadhi ya wahlul kalami kwamba mtume pale alipocheka haimaanishi kwamba amesupport. Hivi wewe na mimi wenye akili zetu timamu tuache hadithi na maneno ya sahaba alosema aliyekuwepo katika tukio tukashike maneno ya ahlul kalami? Kwa hiyo nukta ya kwanza, piga wrong kwamba ahlul kalami wamesema hivi, mtume hakucheka hivi. Tunashika maneno ya sahaba. Hilo ni jambo la kwanza. Mtume kacheka kwa ajili ya kusadikisha maneno aliyosema yule bwana mkubwa ambaye ni yule Myahudi. Nukta ya kwanza ni hiyo ambayo tumejenga kwa msingi wa kitabu cha Imam Ahmad, la nataadda al-Qur'an wal hadith. Sisi hatuwezi kukiuka tukaacha Qur'ani, hadithi, maneno ya sahaba. Manake kwa vyovyote itakavyokuwa, imma iwe ni marfu' kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, hadithi imepokea kutoka kwake, au iwe ni mauquf, ni maneno ya sahaba ameyasema mtume sallallahu alaihi wasallam kadha. Ima iwe hivyo. Vote kavyokuwa tukaache maneno ya sahaba, tushike maneno ya ahlul kalami. Sisi wagonjwa? Sisi si wagonjwa bwana. Kwa hiyo ni nukta ya kwanza ya kielimu kabisa. Nukta ya pili katika masala haya aliyozungumza huyu ni kwamba aliyozungumza Al-Qadhi Iyadh ni kwamba wanavyuoni kwenye vitabu wamempinga moja kwa moja kwamba alichokizungumza Al-Qadhi Iyadh sio sawa, bali Al-Imam an-Nawawi mwenyewe amempinga katika kitabu hicho sharh ya Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Na hapo alipopinga Al-Imam an-Nawawi ndipo huyu mtoto ameparuka hakupasoma. Nitakuja kupasoma mwisho wa darasa yangu hii. Nasoma vitabu vya wanavyuoni waliompinga Al-Imam Al-Qadhi Iyadh kwamba eti mtume alicheka kwa ajili ya kumpinga, sio kwamba alimsupport. Ukisoma katika kitabu mathalan kinachoitwa Kashful Manahij, anasema hivi mwanachuoni huyu kayanukuu maneno ya Al-Qadhi kama alivyokuja, waqala Al-Qadhi, kama alivyonukuu Al-Imam an-Nawawi. Amesema Al-Qadhi Iyadh qala ba'dhu al-mutakallimina, kayaleta yale maneno yote. Wamesema baadhi ya wanavyuoni wa kalam, haikuwa kule kucheka kwake na kushangaa kwake na kuisoma kwake ile aya ya Qur'ani eti ni kwa ajili ya kumsadikisha, haikuwa hivyo, bali pale ilikuwa akimjibu ile kauli yake na kumkemea na kushangaa ile itikadi mbaya aliyokuwa nayo. Haya maneno anasema ahlul kalam. Sahaba hajasema hivyo. Anasema kwa hakika madhehebu ya Mayahudi ni kumtia Mungu viungo. Basi ikafahamika kwamba mtume alipofanya vile kule kucheka alikuwa ni fahamu zao, inafahamika kwamba mtume alipinga. Basi akasema na ile kauli ya yule sahaba wa qauluhu, na kauli yake sahaba aliposema tasdiqan lahu, mtume alimsadikisha. Kauli ile inama huwa min kalami rawi, ni maneno ya mpokezi wa hadithi tu, hajasema mtume mwenyewe kwamba kamsadikisha. Maneno kaelete kama yalivyo, nadhani sote tunayaona. Mwenye kitabu anampinga
Al-Qadhi Iyadh kwa maneno yake haya, kwa kusema ibara ndogo sana, anasema wa hadha ba'idun, hiki alichokisema Al-Qadhi Iyadh kiko mbali sana. Mtu yoyote mwenye akili akisikiza ile hadithi ilivyo na haya maneno anayosema hawa, anajua hawa wanapindisha wazi wazi. Hadithi inasema mtume kacheka kwa ajili ya kumsadikisha maneno yake. Huyu anakuja kusema pale kule kucheka alikuwa anampinga. Anampinga vipi? Anampinga vipi? Sikiza vitabu sasa vinavyosema. Asema hadha ba'idun, hili jambo liko mbali sana, msitupeleke huko. Huko mnapeleka akili zenu vibaya. Kisha chini huku ikaikwa namba 2, wakasema hivi: taajuban, mtume alistaajabu maneno yaliyotoka kwa Myahudi. Kwa nini? Liannahu wafaqa ma jaa bihi min indillah, kwa sababu yule Myahudi maneno yake yamewafikiana na aliyokuja nayo mtume. Vile alivyosema Myahudi ndo vile vile anavyosema mtume alivyopokea kutoka kwa Allah. Kivipi? Twende. Fasara muayidan lahu wa musaddiqa, ndio maana akawa mtume ni mwenye kumsapoti na kumsadikisha kwa yale aliyoyasema yule Myahudi. Asema wa huwa dalilun ala ittifaqi ash-shara'i' al-munazzal min indillah, na hii ni dalili juu ya kuwafikiana na kukubaliana sheria zote zilizoteremshwa kutoka kwa Allah zinawafikiana ala ithbati sifati ala dhahiriha, juu ya kuzithibitisha sifa za Mwenyezi Mungu kwa udhahiri wake. Kumbe hata kwenye Taurati iko hivyo, Mungu ataweka kwenye kidole, ataweka kwenye kidole, kumbe mpaka kwenye Taurati iko hivyo. Basi hata kwenye Qur'ani huku tunayo kwamba Mungu atakunja kwa mkono wake wa kulia. Kwa hivyo sheria ya Kiislamu ilivyokuja kutaja sifa za Mungu kwa dhahir, Mungu anasema atakunja kwa mkono wake, na kwenye Taurati imesema vile vile Allah tabaraka wa taala ataweka kwenye vidole vyake. Hizi sheria zimewafikiana kumsifu Mungu kwa vile ambavyo inastahiki kusifiwa kama alivyotaja mwenyewe. Asema ala ma yaliqu bi'azamatillah, atasifiwa Mungu kwa namna vile inavyolingana zile sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akafanya raddi akasema, amma man qala, ama wale wanaosema inna ta'ajjubahu min jur'ati al-yahudi ala tashbihi, hakika mtume kule kushangaa kwake alikuwa anashangaa ule ujasiri aliokuwa nao huyu Myahudi katika kumfananisha Mungu na viumbe. Huyu Myahudi vipi? Mbona anatema Mungu ana vidole? Kuna watu wanasema hivyo, mtume kashangaa. Kama kuna mtu anasema hivyo, basi huyu mtu amepoteza insafu katika kusikiliza mazungumzo. Hii pointi ya msingi sana. Huyu mtu si muadilifu. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kusikia maneno ya batili, mtume huwa yaghdhabu lillahi, anakasirika. Mtume hacheki. Sikiza pointi ya msingi. Lau mtume angelikasirika kwa insaf kiuadilifu, mtume sallallahu alayhi wasallam anaposikia inda sama'i al-batil, anaposikia batil anakasirika kwa ajili ya Allah na anampinga yule mwenye kuyazungumza yale maneno, wala mtume hamkubali na kumnyamazia kimya. Mbona mtume amnyamazie kimya yule Myahudi pale? Ashapoteza itikadi za maswahaba wake pale. Maana ndio kushapoteza maswahaba, kisha mtume acheki basi sikiza, na nakuongezea aya, akamuongezea na aya wa maqadarullah haqadri. Mtume hafanyi hivyo. Kwa hivyo kitabu hiki kinapinga itikadi aliyokuja nayo Al-Qadhi Iyadh aliyoinukuu kwa ahlul kalami kwamba eti mtume pale alikuwa anataajja. Mtume kacheka kwa kufurahi bwana. Msipindishe maneno. Na hiki ni kitabu kinachoitwa Kashful Manahij. Ukisoma katika kitabu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake cha sharh ya kitabu Tauhid, Al-Qawl Mufid ya sharh ya kitabu Tauhid, anafasiri vile vile haya maneno. Anasema hivi, Mtume sallallahu alicheka hatta badat nawajidhuhu, mpaka yakadhihiri yale meno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ya mwisho, magego yakadhihiri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini maana maneno haya? Asema Ibn Uthaymeen, ay dhaharat, yani yakadhihiri, yakaonekana waziwazi. Wa nawajidh jam'u najidh wa huwa aqsa al-adras, na anafasiri nawajidh yani ni meno ya mwisho huko, sio muhimu sana. Asema wa hadha adh-dhahiku minan nabiyyi, hiki kicheko alichocheka mtume hiki sallallahu alayhi wasallam, taqrirun liqawli al-habri, ni kwa ajili ya kukiri, kukubali, kuipokea ile kauli ya yule Myahudi. Walihadha, na kwa ajili hiyo ndiyo maana qala ibn Mas'ud, akasema sahaba, wachana na maneno ya ahlul kalami,
swahaba yuko pale akasema tasdiqan liqauli al-habri, mtume kacheka kwa ajili ya kusupport yale maneno yale bwana. Sikiza maneno wanavyoni, walau kana munkiran, lau mtume angelikuwa ni mwenye kumpinga kama wasemavyo hawa eti mtume kacheka ili kuonesha anampinga. Ewe lau mtume angelikuwa anampinga, madhahika rasulu, mtume asingelicheka, wala stashhada bil ayati, wala asingemuongezea ushahidi wa aya ya Qur'ani, asingefanya hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala qala lahu, na angelimwambia kadhabta, wewe Myahudi umesema uongo, kama kadhaba alladhina, kama mtume alivyowakadhibisha wale ambao, sikiza hoja za kielimu, mtume aliwakadhibisha wale ambao idda'u, walikuja wakadai anna alladhi yazni la yurjamu, kwamba mtu anayefanya zinaa hapigwi mawe. Kuna Mayahudi walikuja wakasema hivyo, nyinyi mbona mnapiga mawe Waislamu? Kwenye Taurati hakuna hiyo. Mtume akawakadhibisha pale pale, kwa sababu wamesema uongo. Mbona huyu aliyekuja kumsifu Mungu kwa sifa za vidole mtume amchekee? Wale waliokuja kuzungumza mambo ya kidunia ya sheria za Mungu mtume awapinge, awakasirikie? Kwa akili gani mnapima mambo nyinyi? Asema huyu walakinahu dhahika, lakini mtume alicheka, tasdiqan liqauli al-habri, kwa ajili ya kusapoti ile kauli ya yule mwanachuoni wa Kiyahudi. Wasururan, na mtume amefurahi, bi anna, ya kwamba, sikiza hoja hiyo, mtume amefurahi. Kwa nini? Ma dhakarahu, yale aliyoyataja Myahudi, muwafiqan lima jaa bihi al-Qur'an, yamewafikiana sawa sawa na yale yaliyokuja kwenye Qur'ani, alladhi uhiya ila Muhammad, Qur'ani ambayo imefunuliwa kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Al-Qadhi Iyadh nukuu yake aliyotuletea kwamba watu wa kalami wanasema vile mtume kucheka kwake na kustaajabu kwake na kuisoma kwake ile aya eti ilikuwa si kwamba anamsapoti bali ilikuwa anampinga. Maneno yale kwanza anapingwa na vitabu vya wanavyuoni kwanza. Pili, kule kudai kwamba tusizingatie kwamba yule swahaba akasema mtume alicheka kwa ajili ya kusapoti. Usituambie tusizingatie. Kwa nini tusizingatie maneno ya swahaba? Tuzingatie maneno ya ahlul kalami? Hiyo ni hoja nayo vile vile ya kielimu, tunataka jawabu. Kitabu cha mwisho ninachomalizia masala haya hapa ni kitabu hiki muhimu sana ambacho ni At-Tauhid cha Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Ibn Khuzaimah anasema hivi, huyu ndo kamaliza kila kitu. Kamaliza kila kitu. Babu dhikri imsaki llahi tabaraka wa ta'ala ismuhu, tabaraka wa ta'ala ismuhu wa jalla thanauhu. Mlango huu tunataja namna Allah atakavozishika tabaraka wa ta'ala as-samawati, mbingu, wal ardh, na ardhi, wama alaiha, na vote vilivyomo juu yake, juu ya ardhi. Allah atavishika ala asabihi, kwenye vidole vyake. Huu mlango anataja hivyo, Allah atashika kwa vidole vyake. Kisha akasema haya maneno muhimu mno. Anasema hivi, jalla rabbuna, ametukuka Mola wetu, an takuna asabi'uhu ka asabi'i khalqihi, kule kuwa vidole vyake ni kama vidole vya viumbe vyake. Hilo jambo halipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba anasifiwa kwenye hadithi ana vidole, lakini tunaitakidi kwamba ametakasika Allah eti awe vidole vyake kama vidole vya viumbe. Sikiza maneno hayo, wa an yushbiha shay'un min sifati dhatihi sifat khalqihi, na kufanana chochote kile katika sifa za dhati ya Mungu zifanane na sifa za viumbe wake. Sifa yoyote inayohusika na Mungu haiwezekani kufanana na sifa ya viumbe wake. Sikiza maneno hapa, ndo ninapopataka. Sikiliza kwa umakini. Waqad ajalla Allahu qadra nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, Allah ameitukuza heshima ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an yusafa al-khaliqul bari, aje asifiwe Allah tabaraka wa taala bihadharatihi, mbele ya mtume, bima laysa min sifatihi, kwa mambo ambayo si sifa za Allah. Aje mtu mbele ya mtume amsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ambazo sio sifa za Allah, na mtume yupo, alafu fayasma'uhu, mtume amsikie, fayadhhak indahu, kisha aendelee kucheka mbele yake. Mtume hafanyi hivyo. Ndo kitabu kinasema waqad ajalla Allahu qadra nabiyyi, Allah kamtukuza mtume heshima yake, hawezi kufanya upuuzi huo.
والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.